Simulizi hii imeandaliwa kwa ajili ya burudani na elimu ya kihistoria. Baadhi ya taarifa ni simulizi za jadi, kwa asilimia chache hazina uthibitisho wa kisayansi. Tafadhali tazama kwa uwazi wa fikra na usichukulie yaliyomo kama maelezo rasmi ya kihistoria au ya kiroho. Kabla hatujaingia kwenye dunia ya siri ya jumba hili lenye uzuri wa kutisha, hakikisha umesubscribe kwenye channel hii. Bofya alama ya kengele ili usikose simulizi yoyote mpya, maana katika dunia ya vivuli, ukweli na uongo hutembea pamoja. Jumba la Himeji, uzuri unaoficha giza. Katika milima yenye utulivu wa ajabu wa Japan, kuna jumba jeupe kama theluji. Uzuri wake unavutia maelfu ya watalii kila mwaka. Lakini nyuma ya kuta hizo zenye miaka zaidi ya 400, kunajificha hadithi za hofu, huzuni na roho zisizo na amani. Karibu kwenye simulizi ya Jumba la Himeji, mahali ambapo uzuri na laana vinaishi pamoja. Simulizi ya Okiku, kisima cha laana. Katika karne ya 17, msichana aitwaye Okiku alifanya kazi kama mtumishi katika jumba hili. Jukumu lake kuu ilikuwa kulinda sahani 10 za kifalme. Lakini moja ilipopotea, aidha kwa makosa au kwa hila, Okiku alishtakiwa. Mmiliki wa jumba hilo, ambaye pia inasemekana alimtamani kwa nguvu, alimwadhibu kikatili. Aliangushwa kwenye kisima cha ndani ya jumba, kisima ambacho bado kipo hadi leo. Usiku, watu wanasema wanasikia sauti ya mwanamke akihesabu: Ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu. Anapofika 9, analia kwa uchungu akitafuta ile sahani ya 10 au nafsi yake iliyopotea. Ngome ya majini na Shikigami. Kwa karne nyingi, watu waliamini kwamba majumba kama Himeji yalilindwa na Shikigami, roho za kichawi zenye uwezo wa kuua au kulinda. Ndani ya jumba hili kuna maeneo yaliyofungwa kabisa. Hata watumishi wa serikali hawaingii, sababu hazijaelezwa. Mwaka 1974, fundi mmoja alijaribu kufungua sehemu ya chini kwa ajili ya ukarabati. Siku 3 baadaye, alipatikana akiwa kimya kabisa, akitetemeka, macho yakiwa hayana mwelekeo. Alikufa muda mfupi baadaye bila kusema alichokiona. Watembeleaji walioacha majibu. Watalii wengi waliotembelea jumba la Himeji hurudi na picha zenye sura ya kivuli cha mwanamke asiyejulikana. Wengine wanasema waliona kivuli kikipita nyuma yao kwenye kioo cha kamera, lakini walipogeuka hakuna yoyote. Wengine husikia sauti ya hatua za mtu akipanda ngazi nyuma yao, lakini walinzi wanasema hakuna mtu aliyepanda. Je, ni mawazo tu au ni historia inayoishi ndani ya mawe haya? Siri iliyojificha katika uzuri. Licha ya kuwa moja ya majumba mazuri zaidi barani Asia, Himeji bado linahifadhi hisia ya hofu. Jumba hili halikuwahi kuharibiwa na vita wala majanga ya asili kama tekemoho, jambo ambalo wenyeji huliona kama ishara kuwa kuna mkono usioonekana unaolilinda. Je, ni kweli lina bahati ya kipekee, au ni kwa sababu lina uhai wake usio kawaida? Himeji leo, urithi au mtego wa vivuli? Leo jumba hili ni kivutio cha utalii kilichosajiliwa na UNESCO. Maelfu hufika kila mwaka kuliona na kupigwa picha, lakini wachache wanajua kuwa chini ya sakafu zake na kuta zake kuna historia ambayo haikuandikwa vitabuni, bali kwenye nafsi za waliopita humo. Kama umevutiwa na simulizi hii, usisahau kulike, kucomment na kushare na marafiki zako. Na kama wewe ni mgeni kwenye channel, karibisha roho yako kwa kubonyeza kitufe cha subscribe. Kila wiki tunakuletea simulizi mpya kutoka katika ulimwengu wa giza, historia na visivyosemwa. Mpaka wakati mwingine.